Alipofika shule ya kanisa Katoliki, kila kitu kilionekana kitulivu, mpaka tabasamu moja la hadhari likaonyesha siri ya giza. Amevaa joho, anaficha tamaa hatari na mpango wa kuharibu familia moja, mapenzi, udanganyifu na hatari. Mara nyingine shetani anaweza kuvaa vazi takatifu. But sister, sio kila ndugu ni wa kuaminika. Napenda kuanza movie yetu, ila kabla sijaanza, nakutakia siku njema wewe pamoja na uwapendao, na waombea siku yenu iwe ya furaha zaidi, na bila kupoteza muda tuweze kuianza movie yetu. Filamu inaanza na kijana mdogo Jason Brady akipiga gitaa chumbani kwake. Jason ni mwanamuziki na pia ni blogger. Baada ya mapumziko ya kiangazi, Jason na dada yake Zoe wanarudi kwenye shule yao ya bweni ya Kikatoliki ambako wanakaribishwa na mkuu wa shule, Sister Rebecca. Sister Rebecca, hujambo sister? Hujambo sister? Wakati huo huo, mtawa mpya Sister Sophia anamwangalia Jason na familia yake kutoka dirisha la ofisi ya mkuu wa shule. Sister Rebecca anarudi kumkaribisha Sister Sophia na kumkumbusha kuhusu umuhimu wa kufuata kanuni kali za shule. Sister Rebecca mara moja anamkabidhi Sofia kitambaa, akimwagiza aondoe vipodozi vyake. Baada ya mazungumzo mafupi, mkuu wa shule anaanza kumwonyesha Sofia maeneo ya shule. Wakati wa matembezi, Sofia anakutana na Jason na kugundua kuwa atakuwa mwanafunzi wake mpya wa darasa la homeroom. Sister Rebecca anampeleka Sofia kwenye chumba chake. Akiwa peke yake chumbani, Sofia anatazama video za muziki za Jason kwenye kompyuta mpakato wake. Anavutiwa sana hadi anamkisi kwenye skrini, akifichua kwamba tayari anamjua Jason na ana sababu za siri za kuwa shuleni hapo. Usiku huo, akishindwa kujizuia, Sofia anaingia kwa siri kwenye bweni ili kumsikiliza Jason akipiga gitaa kwa siri. Siku inayofuata, mwanafunzi maarufu aitwaye Sarah anamtania Jason darasani. Muda mfupi baadaye, Sister Sophia anaingia na kuona mazungumzo yao, akionekana wazi mwenye wivu. Sophia anamkemea Sarah kwa ukali, sauti yake ikionekana ya kutisha. Sarah anamkumbusha Sister Sophia kwamba hajasema sala za asubuhi. Baadaye uwanjani shuleni, Sarah na Jason wanaendelea kuzungumza. Sarah analalamika kwa Jason kuhusu tabia ya ajabu ya Sister Sophia. Wakati Sarah na Jason wanapokutana kwa busu, Sister Sophia ghafla anaonekana akiwa na hasira. Anamwamuru Jason kurudi darasani na kumwonya akae mbali na Sarah. Baadaye, Sister Sophia anamuita Jason ofisini kwake baada ya masomo, akitaja kanuni za shule zinazokataza wavulana kutembelea mabweni ya wasichana, hasa katika vyumba vya watawa. Licha ya kanuni hizo, Jason anaamua kwenda. Anapofika, anagundua mlango uko wazi kidogo. Akiangalia ndani kwa kupega, anashangazwa kuona Sister Sophia akiwa amevaa nguo nyekundu za ndani zenye mvuto. Baada ya kuvua sare yake ya kitawa, anajifanya kama hajamwona, lakini Jason anatambua ilikuwa makusudi na anakimbia haraka kutoka chumbani. Usiku huo, Jason analala macho, akishindwa kuacha kumfikiria Sister Sophia. Anaota ndoto za kumbusu. Wakati huo huo, Sofia anaingia kwa siri katika bweni la wasichana wakati wote wamelala. Anaweka pakiti ya sigara kwenye kitabu cha Sarah, akipanga kumtega Sarah ili afukuzwe. Ghafla Sister Rebecca anamkuta Sofia akifanya hivyo. Sofia anadai alikuwa akikagua usalama wa bweni. Rebecca, ingawa anashuku, anamruhusu na kuondoka. Siku inayofuata wakati wa darasa, Sister Sophia anawaagiza wanafunzi wafungue vitabu vyao. Sarah anakuta pakiti ya sigara iliyofichwa, jambo linalovutia mara moja umakini wa Sister Sophia na wanafunzi wote. Sarah anatumiwa ofisini kwa mkuu wa shule. Akiwa analia, anasisitiza kuwa sigara hizo si zake, lakini shule inatekeleza kanuni zake kali. Sarah anasimamishwa na kuondolewa muda kutoka shuleni. Shule nzima inapitia ukaguzi mkali na chupa ya pombe inapatikana kwenye chumba cha Jason. Wakati anapoadhibiwa, Sister Sophia anazungumza na walimu wengine, akiwashawishi wamwonee huruma. Matokeo yake, Jason anapewa kazi ya kusafisha shule wikendi. Lengo la Sophia halisi lilikuwa kuhakikisha Jason anakaa shuleni wikendi. Mrejesho wa kumbukumbu unaonyesha wivu na tamaa inayoongezeka ya Sophia kwa Jason. Anafanya uchunguzi wa kina kuhusu maisha yake na kugundua kuna mtawa mwingine anayeitwa Sophia anayefanya kazi kwenye shule ya Jason. Sophia anakutana na mtawa halisi na kumtuma aondoke. Kisha anachukua nafasi yake. Akiwa amejifanya Sister Sophia, anaanza kujitokeza shuleni wakati wa majukumu ya Jason wikendi. Jason na dada yake Zoe wapo. Akitumia kisingizio cha kufanya kazi pamoja, Sophia anajaribu kumshawishi Jason. Usiku huo, wakati Jason amelala, Sophia anaingia kwa siri chumbani kwake na kuanza kurekodi kwenye simu yake. Jason anaamka akishangaa kumwona Sister Sophia chumbani. Anamkaribia na kujaribu kumshawishi katika matendo yasiyofaa. Jason mwanzoni anakataa akijua ni kosa, lakini Sophia anaendelea kumvutia. Amelemewa na mvuto wake, Jason anakubali na wanashiriki tukio la karibu.
Asubuhi inayofuata, Jason anahisi hatia na aibu kubwa kwa kilichotokea. Baadaye, wakati chumba cha Jason kikiwa hakina mtu, Sofia anaingia kwa siri na kuanza kunusa nguo zake. Zoe anaingia ghafla na kumkuta Sofia akifanya hivyo. Sofia anamkemea Zoe kwa ukali, lakini Zoe anamwambia Jason kuhusu kile alichokiona. Kwa hasira, Sofia analipiza kisasi kwa kumpa Zoe alama mbaya kwenye mtihani wake. Baada ya shule, Jason anaamua kutafuta mwongozo na kukiri makosa yake. Kwa mshangao wake, ni Sister Sofia, si padri, anayesikiliza maungamo yake. Wakati wa mazungumzo yao kwenye chumba cha maungamo, Sofia anavuka mipaka, jambo linaloongeza machanganyiko kwa hisia za Jason wikendi hiyo. Hey marafiki, kama kuna movie au series uliyoiona na ukaipenda kiasi kwamba unatamani kila mtu aione, usikae kimya. Andika jina lake kwenye comment section, tushirikiane mapendekezo, tufanye kila mtu apate kitu cha kufurahisha kuangalia. Huenda pendekezo lako likawa kipenzi kipya cha mtu mwingine. Jason anahudhuria sherehe ambapo Sarah anajaribu kumbusu. Hata hivyo, mawazo ya Jason yamejaa Sofia. Akiwa hawezi kuendelea, anaondoka shereheni akiwa amebeba chupa ya pombe. Jason anakamatwa na polisi akiwa na chupa, lakini Sofia ghafla anaonekana na kuingilia kumsaidia. Sofia anampeleka Jason kwenye hoteli na anajaribu tena kumshawishi. Hata hivyo, Jason hatimaye anamwambia kwamba tabia yake ni mbaya na haikubaliki. Sofia anaonyesha hamu yake ya kuwa naye, akipendekeza watumie utajiri wake kuanza maisha mapya Paris. Jason, akitambua kutokuwa na utulivu wa Sofia, anamkataa kwa hasira na kumkosoa kwa vitendo vyake vya kudanganya. Wanaondoka hotelini na Jason akiwa amepotea, anakaa kando ya barabara na kumpigia Zoe simu kumsaidia. Baadaye, baba yao Jason anazungumza na Zoe akimpa msaada kwa ndoto za muziki za Jason. Waliporudi shule, Jason anamkuta Sister Sofia akiwa hajitambui chumbani mwake, akidhani amejaribu kujiua kwa kumeza dawa nyingi. Jason anapaniki. Inageuka kuwa ilikuwa ujanja wa kupata umakini na huruma yake. Akiwa hawezi kuvumilia tena udanganyifu wa Sofia, Jason anatishia kumripoti kwa padri na mkuu wa shule. Sofia naye anatishia kufichua uhusiano wao haramu mbele ya kila mtu. Baada ya muda mfupi, wakati Sofia anafundisha darasa, dada yake Rebecca anaingilia ghafla. Mkuu wa shule anamwambia Sarah arudi darasani kama kawaida kwa kuwa adhabu yake imeisha. Uhusiano wa Jason na Sarah unakuwa karibu tena na mara nyingi wanaonekana pamoja kwenye mazingira ya kirafiki. Hii inamfanya Sofia ajisikie wivu na hasira. Sofia anapanga kumwondoa Sarah. Jioni, Sofia anaingia kwa siri katika bweni la wanawake na kumkuta Sarah bafuni. Sofia anaendelea kumpiga Sarah hadi anamjeruhi vibaya. Kisha anadondosha sabuni sakafuni na kujifanya kwamba Sarah aliteleza na kupata ajali. Baada ya muda mfupi, Zoe anashangazwa kumkuta Sarah akiwa amelala kifudifudi. Anapiga simu mara moja polisi na wakazi wengine kwa msaada. Wanaamua kwamba majeraha ya Sarah yalisababishwa na kuanguka bafuni. Wanafunzi wa bweni wanakusanyika kanisani na baada ya maombi, Jason anamkaribia Sofia na kumtuhumu kwa kifo cha ghafla cha Sarah. Hata hivyo, baada ya mazungumzo mafupi, mkuu wa shule anamtembeza dada wa Sofia mtaani. Ingawa ni kweli, Sofia haonyeshi hofu yoyote. Anaonyesha hasira na kumtishia Jason kwa kumwonyesha kaseti ya video ya ukaribu wao. Sofia anamwonya Jason asifichue tabia yake au la. Wikendi hiyo, Jason na Zoe wanachukuliwa na wazazi wao. Sofia alipanga kukutana na Jason akiwa na familia yake. Anaomba ruhusa kwa Sister Rebecca kuhudhuria mazishi ya shangazi yake. Jason na Zoe walikuwa wakila chakula cha jioni na wazazi wao kwenye mgahawa wakati Sofia ghafla anaonekana mbele yao na kushangazwa kuwaona. Wazazi wa Jason wanamsalimu Sister Sofia kwa furaha na kumkaribisha kwenye chakula cha jioni. Wakati huo huo, Sister Rebecca anapiga simu hospitalini ambapo shangazi wa Sofia anadaiwa kutibiwa. Hata hivyo, hospitali haina rekodi yoyote ya mgonjwa huyo. Baada ya chakula cha jioni, Zoe anamuuliza Jason amweleze kilichotokea kwani alionekana mwenye wasiwasi akiwa karibu na Sister Sofia. Jason anakiri kwa Zoe kwamba alikuwa na uhusiano wa karibu na mwalimu huyo na kwamba ametishiwa na video za faragha. Kisha anamwambia mashaka yake kuhusu utambulisho wa Sister Sofia, wakiwa na azma ya kupata ukweli. Jason na Zoe wanaingia kwa siri kwenye chumba cha Sister Sofia na kufungua kompyuta yake. Hatimaye wanagundua kwamba jina lake halisi ni Laura Patterson. Laura alimtuma dada yake halisi Sofia aondoke kwa makusudi ili aingie kwenye shule ya Jason na kumkaribia. Wakati Sister Rebecca anamuita Sofia ofisini, Sister Rebecca alikuwa karibu kufichua uongo wote wa Sofia na kumripoti kwa padri. Hata hivyo, wakati Sister Rebecca anaenda mlangoni, Sofia anamgonga kichwani na Sister Rebecca anaanguka na kupoteza fahamu. Jason na Zoe wakiwa wameamua
Kuripoti utambulisho wa Sofia, wanakwenda kwenye chumba cha Sister Rebecca. Mwishowe, Jason na Zoe wanaenda kanisani kumwona Sofia. Wanamwambia kwamba tayari wanajua yeye ni nani na kwamba watamwambia Sister Rebecca. Wakati hali ikizidi kuwa mbaya na ya hasira, Sofia anamzima Zoe ghafla na kumshambulia Jason kwa ukali. Ghafla, Sister Rebecca anaingilia kati na kumvuta Sofia mbali. Jason akitumia machafuko hayo, anatoa screwdriver mfukoni mwake na kuitumia kumzuia Sofia. Baada ya miezi 7, wanafunzi wote wanahitimu kwa mafanikio. Unataka kuklik ili kuondoka, ila na kuomba uweze kunipatia sekunde yako moja. Imenichukua masaa 5 kutafuta movie, imenichukua masaa 6 kuweza kutengeneza script, na imenichukua masaa 7 kuweza kuandaa video nzima na MB za kutosha ili kukufikia wewe kuenjoy. Ila nachokuomba ni kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe. Haitokugharimu gharama yoyote, hautopungukiwa na chochote, ila zaidi utaweza kupata furaha kwa sababu nita upload movie ambayo utaitaka kwenye comment section.